Kisii giwacho nade kotone kod paro makama manandala chiel toka jatend piny Kenya bende osego koke oseketo koke paro mar chik mar omenda makoro sani en chik mar omenda higa mar 2023. Crispin Otieno machiegni mbakoro. Nantiere kaunti ma Kisii madwani mondo alos gi jopiny mantiere ng'eyagi kalore kod kaka weche chalo mag siasa e kaunti ma Kisii. Sasa nataka wenyeji wa mji huu wa Kisii, nitakuwa nikianza na hawa vijana hapa. Tumeona juzi ama la kitaifa lilipitisha mswada wa kifedha. Wewe kama mkazi na vile vile ukifahamisha ukijua kwamba pia ile muungano wa Azimio One Kenya pia wameandaa mkutano ambao pia wanatarajia kujadiliana kuhusu mwelekeo. Kwa majina kamili kwanza anaitwa Prime Nyamweya Gori, mkaji wa Minyingwa hapa hivi. Mimi juzi baada ya mswada hii wa bunge kupitisha hii mswada, sisi hatujaridhika na hii mswada kwa sababu wabunge wale ambao walienda huko kupiga hii kura walikuwa wamelipwa. Hao wabunge walilipwa kupiga sisi kura, hawakutujali sisi kama wananchi. Imefika wakati bali Azimio, sio lazima Azimio itangaza maandamano ndio tuende. Wakenya sisi wenyewe tutoke nje, kupigana ndio serikali ione tumekasirika. Saa hii sio Raila anaenda kutangaza maandamano. Sisi wananchi wao ambao tunaumia, sisi ndio tunafaa tujiangalie. Tuseme lazima tuongezee Raila aseme maandamano ndio tuende maandamano. Tutoke sisi wananchi wale ambao tunaumia, wale ambao tunakunywa mafuta petroli kwa bodaboda. Nimesikia wamesema wataletea pikipiki ya stima. Sisi hatuna stima. Kuna wengine hatuna stima kabisa. Hata hiyo kitu inatuuma sana. Tunasema watu tutoke kwa maandamano, tukuve. Hata kama tunakufa tujue hata tayari tumeanza kukufa njaa. Kwa majina mimi naitwa John Oyaro, mkazi wa Minyingwa. Maoni yangu ni wale wabunge wenye wamepitisha hii bill wakirudi kuchukua kura siwapatie, na sisi venye mwenzangu amesema wacha tuandamane. Sisi kama si serikali, sisi wana Azimio, sisi wote tutoke kwa fujo tuandamane ndio vitu irudi chini. Sasa mtu aweza kapitisha bunge na sisi yeye anapewa sitting allowance, na sisi kama wanaasara hatuna pesa. Sasa naomba tu serikali tuchali hiyo msaada wa ipitisha ni mbaya. Hiyo ndio maoni yangu kama mwana. Tupate maoni mwingine hapa. Tuambie unaitwa. Mimi kwa majina naitwa Geoffrey Okumu. Hapa ndio tuliahidiwa mbingu. We were promised heaven. Lakini ili tufike mbinguni lazima tukufe. Sasa Wakenya si mnaona wenyewe ndio tunaenda mbinguni, lakini lazima tukufe. Sasa imefika mahali ambapo tusingoje eti baba amesema nini. Sisi tuende tufanye yale ambayo yanatuhusu. Yanayotuhusu ni gani? Mbunge ambaye alienda against will ya wana Kenya kama sisi, akikuja kwetu pale nyumbani tunamwambia yeye bana rudi ukae na Ruto. Sisi tunataka maisha ya mtu ambaye anaelewa sisi tunafaaje. Uwezi tuahidi mbingu na unatuambia tufe ndio tufike pale. Hiyo ni nini? Haiwezi. Na Wakenya wenzangu, ile kitu ambayo naomba muangalie serikali. Hii serikali sio serikali ambayo inatujali sisi kama Wakenya. Hii serikali ambayo inataka kuleta chama moja, chama ya Moi. Ukienda kuiongea ambayo unanyongwa. Hii serikali haiende kukuchali kama umefanya maandamano. Ukiangalia vizuri, umeona Kindiki anatutishia maandamano. Tunataka tutoke maandamano ndio Kindiki tuonane na yeye kumela. Tuko tayari. Wanaazimia wanaandaa mkutano pia siku ya leo. Labda matarajio yenu ni yapi baada ya mswada wa fedha kupitishwa? Kwa majina mimi ni Caleb Osire. Kusema kweli sisi kama Wakenya tumeumia. Ningependa president wetu Dr. William Ruto akumbuke kuwa yale aliahidi sisi ayatimishe. Alidanganya sisi tukampigia kura ndio. Lakini kwa nini sasa ametugeuka? Wana bodaboda tunaumia kwa sababu fueli imeongeza, wananchi hawawezi panda motorbike kwa sababu hana pesa. So mimi ningependa kusema hivi, Azimio simama Nyakora mwegejo watimo mos kuom ng'ikruok makamano motimore kanyo kaunti ma Kisii watemo yude wawinje ne koro sani.